Hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za KTN leo, ikiwa ni siku ya Jumatano ambapo tutakuwa na mazungumzo hapa studioni kuhusiana na sheria. Mgeni wetu Jumatano hii ni kamanda wa trafiki katika kaunti ya Nairobi, Edward Mwamburi, na tutakuwa tunajadili sheria za trafiki. Na katika sehemu ya kauli yako tunakuuliza, je, umeshawahi kuhisi kuonewa na afisa wa trafiki? Sema ndio ama la, na pia utoe maelezo mafupi ya kilichotendeka, na bila shaka tutaweza kuwasilisha maswali yako kwa kamanda wa trafiki Mwamburi. Hayo yote ni katika muda usio mrefu. Kwanza tupate vidokezo. Huyu Mwaura ni mtu mkubwa sana. Akanipiga kichwa. Kundi moja la wakongwe ladai kupigwa na wahubiri kanisani Kiambu. Je, kulikoni makanisani? All this is not addressed with the urgency it requires. Huenda watu 12 wamefariki kwa kukosa huduma kwenye hospitali za Nakuru kufuatia mgomo wa wahudumu wa afya. The fact that I'm here is because I have drained all my resources. When time I got sick, without knowing what's the reason and what's the cause. Jamaa aliyewazuzua wa Kenya kwa nguvu za mwili asalia hospitalini huku bili zikimtatiza kulipa. Je, ni kisa kingine cha shujaa anayeteseka? Karibu kwa taarifa zetu. Naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wa ishara ni Meresha Awiti. Tunaanza na taarifa za tanzia ambapo watoto 3 wamekufa maji katika eneo la Diani ambapo walikuwa likizoni. Moja kwa moja tunaungana na mwanahabari wetu John Juma aweze kutupatia tathmini ya kina kuhusiana na suala hilo. John Juma, kama unanipata, hebu tueleze ni kipi ambacho kilitokea Diani jioni hii? Mashirima, ni taarifa ya kusikitisha, tanzia ya wanafunzi ambao walikuwa katika ziara eneo la Diani, ambapo awali tuliripoti wanafunzi 3 ambao miili yao ilishapatikana. Sasa hivi tunaweza ripoti kwamba ni wanafunzi 4 baada ya mwili mmoja kupatikana dakika chache ambazo zimepita kabla mawasiliano haya. Shughuli za kutafuta miili mingine inaendelea, maana walimu wanasema kwamba walikuwa wanafunzi 7 mle ndani na kufikia sasa wengine 3 hawajapatikana. Shughuli za uokozi zinaongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu, maafisa wa serikali wakiongozwa na kamishna wa kaunti ya Kwale Vanessa Choki. Gavana mwenyewe wapo katika eneo hili la hoteli ya Pavilion ambapo mkasa huu ulitokea. Tumeshafahamu kwamba ni wanafunzi wa shule ya msingi kutoka eneo la Murang'a na walikuwa huko katika shughuli zao za likizo. Mashirima. Naam, John Juma, tueleze kisa hiki kilitokea saa ngapi? Kisa hiki kimetokea mwendo wa saa 11 jioni, maana tulipopata taarifa ilikuwa ni kama nusu saa kasoro ifike saa 12 ambapo kisa hiki kilikuwa kimefanyika na shughuli za kutafuta miili ilikuwa inaendelea. Walioshuhudia wanasema kwamba mawimbi yalikuwa mengi, ndiposa wanafunzi wakazama na labda hawakuwa na ujuzi wa kuogelea katika maji ya bahari, haswa wakati ambapo mawimbi yanatokea. Mashirima. Na asante sana John Juma, bila shaka kisa hiko ni cha kusikitisha na tutaweza kukuletea maelezo zaidi katika taarifa zetu za baadaye. Kwengineko, huku Wakenya wakiendelea kuuliza maswali kuhusu mienendo ya wahubiri nchini, akina mama 4 wenye umri wa uzee wamedai kuchapwa na kujeruhiwa na makasisi wa kanisa moja la AIPCA katika kaunti ya Kiambu. Wazee hao vile vile wamewashtumu maafisa wa polisi kwa kile wanakitaja kuwa kuzuia kukamatwa kwa wahubiri hao waliowajeruhi siku chache zilizopita wakiwa kanisani. Murimi Mwangi na taarifa hiyo. Waliwasili asubuhi na mapema nyumbani kwa Bwana. Wahubiri wa siku wakiwa tayari wamezivaa kanzu hizi rasmi tayari kuandaa chakula cha roho. Lakini pindi walipoingia,
kanisa la AIPCA Getwamba likageuka na kuwa uga wa mieleka. Waliokuwa wakiatupa makonde na mateke wakiwa wahubiri wao hawa waliotarajiwa kutoa ujumbe wa Bwana wa siku. Uchungu wa kisa hiki kilichotukia Juni tarehe 14 mwaka huu ungali mioyoni mwa kina mama hawa wanaodai kuchapwa na makasisi watatu wa kanisa la AIPCA. Kumbukumbu za tukio hilo zikiwa zingali zimeandikwa akilini mwao. Goge akaweka mimi gudi kwa kichwa. Huyu Mwaora ni mtu mkubwa sana. Hehe, akanipiga kichwa. Mimi nikafanya namna hii. Sababu tulipigwa makiwa hapa tu. Malikuwa makinywa na makilia. Todo manaletewa soda na mikate. Na sasa akina mama hao wanawashtumu maafisa wa polisi kutoka kituo cha Kirwara, kaunti ya Kiambu, kwa kutowakamata makasisi watatu wanaodai waliwachapa kanisani humo. Serikali ya Uhuru isukue hatua kali kwa hawa mapasta na wale wengine OCS wa Kirwara. Sababu tulipigwa makiwa hapa tu. Hata mimi nauliza kwa nini hawakupiga wanaume ama wao wengine dogo wakapiga wale wakonge. Na sasa wazee hawa wanaitaka serikali kuwasimamisha kazi polisi waliokataa kuwakamata makasisi hao wanawataja kama Peter Mwaura, Paul Kibugi na John Ngugi. Uhuru angalia hii maneno kwa sababu ni kubwa sana ya kupuruga kanisa. Ile ilijengwa na wazee wale wa zamani kutoka na 1928. Mzozo wa kanisa hili ulianza mwaka uliopita baada ya madai kuibuka kuwa wasimamizi wa parokia ya Getwamba walitaka kuwatimua wazee hawa kutoka kanisani humo. Muremi Mwangi, KTN News, Nairobi. Bila shaka ni kisa cha kusikitisha na kukasirisha. Mtazamaji, baadhi ya wahubiri wamekuwa wakiripotiwa kuhusika katika visa tofauti vinavyokwenda kinyume na maadili ya jamii. Katika vitendo hivyo, wahubiri hao wanaonekana kusahau kuwa wana jukumu la kuongoza jamii kwa mfano na katika njia inayofaa. Baadhi ya wachungaji wamekutana na Tume ya Uwiano wa Taifa na tulipata fursa ya kupata kauli zao kuhusu kupungua kwa maadili kanisani. Nicholas Wambua ana taarifa kamili. Ngena umetafa ndaikoni. Thomas Wahome wa kanisa la Helicopter Ministries katika habari zilizoibuka inadaiwa kuwa alihusika katika ajali tarehe 24 mwezi Juni katika kaunti ya Nyeri na kumuua jamaa mmoja anajulikana kama Geoffrey Mwaniki. Familia ya Mwaniki ilisimamisha kesi ya jamaa huyo mahakamani baada ya mkutano na kasisi Wahome. Inaaminika kuwa familia hiyo ilipokea hongo kutolalamikia mkasa huo. Katika kisa sawa na hicho, tuhuma zinamwandama mhubiri James Ng'ang'a wa Neno Evangelism za kumgonga Masinjeri mwezi Juni na kumuua. Lakini kufikia sasa Ng'ang'a hajakamatwa licha faili kuwa mbele ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Wawili hawa ni picha nzima ya matukio yanayohusisha mhubiri siku hizi. Most of them wana mislead community kwa sababu wengi pale ni wale ambao wanafanya hii kwa sababu ya kutafuta pesa, lakini wanatumia njia ya Mwenyezi Mungu kuiba ama kukoni watu. Watu wa Mungu wamekuwa na wakati mgumu kuelewa kiongozi wa ukweli katika kindini na katika kila kiujamii, mambo ambao wanaweza kufuata. Bila shaka maadili mema ni msingi wa jamii iliyo na mwelekeo. Lakini kwa madai haya wanayolimbikiziwa wachungaji, basi huenda kizazi kijacho kikajipata taabani. Ni huzuni kuu kuwa wale wanaofaa kuwa wanaipa jamii mwelekeo wa maadili mema ndio wanaokwenda kinyume na maadili hayo. Lakini viongozi wa kanisa la Kievangelisti wamesema kuwa kuteleza sio kuanguka. So if that isolated case, all right, is magnified more than the good work which is going on in the community, in a nation, then honestly speaking, we need to check what are we saying. The devil must be defeated. So wherever he is, we must work very hard to ensure that God helps the people of the cloth to be righteous. Ingekuwa vizuri wa Kenya wajue kwamba kama kuna mhubiri mmoja amefanya vibaya, si wahubiri wote, na achukuliwe huyo kama binafsi na amejaribiwa na majaribu ya shetani.
binadamu wote ni sawa. Sio mara ya kwanza kwa vyombo vya habari kuangazia tabia hizi za baadhi ya wahubiri, lakini hata ingawa wanasema kuwa ni kuteleza, nafasi yao katika jamii inasalia kuadhirika kwa madoadoa. Nicholas Wambua, KTN News. Tukiachana na hayo, asilimia kubwa ya Wakenya waliridhishwa na makaribisho aliyopewa Rais wa Marekani Barack Obama kwenye ziara yake humu nchini. Kulingana na ripoti ya utafiti wa shirika la Strategic Research Africa, Wakenya wanaamini kwamba Kenya imejizolea heshima kwenye ulingo wa kimataifa kufuatia makaribisho ya kufana yaliyoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Ali Manzu na taarifa zaidi. Ni utafiti ulioangazia hisia za Wakenya baada ya ziara Rais wa Marekani Barack Obama kuzuru Kenya mwezi jana kutathmini jinsi walivyoipokea ziara hiyo. Kulingana na matokeo hayo, Wakenya walivutiwa zaidi na makaribisho aliyopewa Rais Barack Obama na Rais Uhuru Kenyatta. Asilimia 27.1 ya Wakenya walioulizwa namna rais walimkaribisha Obama walimpa alama 10 juu ya 10, huku asilimia 2.5 ya Wakenya wakimpa alama 1 juu ya 10. And we find that 27.1% of Kenyans give President Uhuru 10 out of 10 for what he has done in terms of how he handled President Obama's visit in the country. Hata hivyo, Wakenya waliusifu msimamo wa Rais Kenyatta kuhusu haki za mashoga. I believe in the principle of treating people equally under the law, and that they are deserving of equal protection under the law, and that the state should not discriminate against people based on their sexual orientation. Kenya and the United States, we share so many values, but there are some things that we must admit we don't share. Our culture, our societies don't accept. The question of President Obama talking about gay rights and homosexuality are listed as some of the issues that people feel were disappointing. Kulingana na matokeo hayo, imani ya Wakenya kwenye utendakazi wa Rais Kenyatta pia umeongezeka. Asilimia 40.8 ya Wakenya wana imani ya uongozi wa Rais Kenyatta, huku asilimia 44 wakiwa nduma kuwili, huku asilimia 11 wakiwa hawana imani na yeye. Aidha, inaaminika kuwa Kenya imeimarisha sera za uhusiano wa kimataifa hasa baada ya ziara Rais Barack Obama. 65.5% saying that his performance in terms of foreign relations is either good or very good. Again, coming at the back of President Obama's visit, this would be expected, with only 11% saying that his performance in terms of foreign relations is poor. Ni utafiti uliofanywa mapema mwezi huu wa Agosti, ambapo baadhi ya mapendekezo yaliyochangiwa na wananchi ni kuitaka serikali kukaza buti katika vita dhidi ya ufisadi na vile vile kuhakikisha kwamba serikali inachangia katika kuzalisha nafasi za ajira miongoni mwa vijana. Ali Manzu, KTN leo, Nairobi. Swala la vita dhidi ya ugaidi limeonekana kuwa kizungumkuti hapa nchini na pia barani Afrika. Wabunge katika kongamano la Jumuiya ya Madola linaloendelea hapa Nairobi mapema leo wamejadili swala hilo kwenye kikao kutafuta suluhu. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed amelifuatilia swala hilo na kuzungumza na Wakenya. Limekuwa ni swala ambalo Wakenya wengi wamesema Kenya haina budi kufungua ukurasa mpya katika vita dhidi ya ugaidi. Vita ambavyo vimeonekana kuathiri sio tu Kenya bali hata maeneo tofauti barani Afrika, ikiwemo kule Nigeria ambapo wanamgambo wa Boko Haram wanatishia kulemaza baadhi ya maeneo ya Nigeria. Mapema hii leo katika kongamano la wabunge wa Jumuiya ya Madola hapa nchini, mada kuu ilikuwa ni chimbuko la swala nzima pamoja na suluhu zake. In the case of Nigeria, they are indoctrinated to believe that government is evil, that education is evil. And so they have to do away with everything that has to do with education and government. And so for me, that is madness, total madness. You don't have to use the military to win the hearts and minds of people. Winning the hearts and minds of people is engaging communities. Because the people who are trying to influence the youth, the women, we've seen young girls crossing the other day, and even the larger population. It's not necessarily the military alone.
Kwa Wakenya wengi swala hili wanasema ni geni na limekuwa kitendawili. Kitendawili ambacho kimeleta maafa tofauti, ikiwemo ile ya watu takriban 150 kule Garissa. Kama serikali za Kiafrika inafaa to invest, kuweka pesa nyingi kwa teknolojia ambayo inaweza kutusaidia kuweza kufanya utafiti, mbinu ambazo wagaidi wanatumia, njia gani wanatumia kuwasiliana, njia gani wanatumia kupata wafuasi. Sio swala ambalo tu tunafaa tuachie serikali, ila ni swala ambalo sisi wote kama Wakenya tunafaa tuungane na tuwe na msimamo. Huku mjadala huo ukionekana kufika upeo wake, wabunge hao walitoa suluhu katika vita hivyo. Extrajudicial killings will only harden or create negative thoughts about governments. I said governments are expected to deliver public goods, including security as a service. I suggested that we need to have anti-terrorism courts, so they have to get the right type of judges to man those courts, and also provide special provisions. Huku misolo tofauti kama ile ya ulinzi ikionekana kufika katika bunge la kitaifa, wadadisi wa masuala ya usalama wanasema huu ndio mwamko mpya katika kupata mwafaka dhidi ya vita dhidi ya ugaidi. Hussein Mohamed, KTN leo, Nairobi. Tukielekea Nakuru sasa, imedaiwa kwamba watu 12 wamefariki katika eneo la Nakuru kwa kukosa huduma za wahudumu hospitalini. Hali hiyo imetokana na mgomo wa wahudumu wa afya ambao umeingia siku ya 3 hii leo. Vuta ni kuvuta imeonekana kukithiri baina ya viongozi wa serikali ya kaunti na chama cha wahudumu hao. Aidha, mkutano umefanyika kati ya serikali na wawakilishi wa wahudumu siku nzima bila mwafaka awali. Awali Kamchemenza alipata kauli za baadhi ya wagonjwa wanaoathirika kwa mgomo huo kwenye baadhi ya hospitali za umma. Main hapo Nakuru. Nimeleta mtoto clinic, she's epileptic, na sikuwa najua wamestrike. Nimekuwa shocked, hata nimeshindwa hata nianze wapi. That's why nimekaa chini cause nimeshtuka, sijui nianze wapi. Sasa nimekuja nikiwa na nia ni mtoto atibiwe clinic. Baada ya hapo nina shida ya meno. Meno inaniuma sana. Nilikuwa nataka niombe ning'olewe jino. Kutoka hapo nina kidonda kwa mguu, niliungua. Sasa wakati nimefika hapa nimeambiwa kuna mgomo ambapo sikuwa nimetarajia. Nimekufa moyo mpaka hata nimeshindwa nitafanya nini. Right now I didn't preach because there were no people to be preached to. So I went straight to the wards. I've been in Nyayo wards, all of them, both this way and that way. Ward 10, there are people, those who are unable to be discharged, they are, according to the situation. Mtazamaji, kuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia katika sehemu yetu ya pili ya taarifa hizi za KTN leo, ikiwemo mahojiano kuhusiana na sheria za trafiki. Hapo awali nilikuwa nimekuambia kuwa tuko naye kamanda wa trafiki katika kaunti ya Nairobi Edward Mwamburi, pia tuko naye wakili George Kithi ambao watakuwa wanajadili swala hili. Na katika sehemu ya kauli yako tunakuuliza, je, umeshawahi kuhisi kuonewa na afisa wa trafiki? Sema ndio au la kupitia nambari 22155, kisha utoe maelezo mafupi. Na kama una swali pia unaweza kuliuliza ili tuweze kujadiliana hapa na kamanda pamoja na wakili. Hivi sasa tupate kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno mazonge. Mazonge ni mtu mwenye tabia ya kusababisha matatizo kwa wengine.
Mfano katika sentensi, mtu yule ni mazonge, ana mazoea ya kutofanya kazi yake na kuwasingizia wenzake. Karibu tena na shukran kwa kuendelea kuwa nasi. Tuingilie taarifa yetu kuhusiana na mwanasarakasi Tiger Power ambaye wengi mnamfahamu kwa jina hilo, ambaye yuko katika hospitali ya Kenyatta anapokea matibabu kwa maradhi ambayo madaktari wanasema ni ya moyo. Hata hivyo, Karu Kenya anayekumbwa na changamoto za kulipia bili za matibabu hospitalini ana matumaini kuwa atapata afueni. Elvis Kosgei alimtembelea katika hospitali ya Kenyatta na kutuandalia taarifa ifuatayo. Enzi zake alitamba kwa sarakasi za kuwasisimua Kenya, misumari, vyuma, mawe na hata magari. Vyote hivi vilitii amri yake, huku kifua chake kikimili uzani wa magari. Bila kusahau meno yake ambayo alifanya misumari kutohimili vishindo vyake. Taratibu ananyosha maungo yake, na si kwa nia ya kunyanyua vyuma, bali ni maumivu makali yanayohisi ubavuni mwake. Haya yote yanatokana na maradhi ambayo Tiger Power anadai kutafuta matibabu kwa zaidi ya mwaka mmoja bila mafanikio. Kwa mwezi mmoja sasa, Tiger Power ameshinda hospitalini. Awali anadai hakuwa wa maji wala wa chakula kutokana na ugonjwa ambao madaktari hawajabaini chanzo chake. Aidha, yadaiwa ni maradhi ya moyo. But then when I'm performing, because when I give myself I want to perform a brigadier. Although there is no blood, I'll perform and try to warm up. The blood is not warming up. The little that has warmed up will get cold in the system again. So that's why we are having blood clots all over the body. And it is terrible. Tiger Power anadai maradhi haya ambayo hayajui yamekatiza ghafla masomo yake ambayo yamekuwa kiendeleza katika chuo kikuu cha Kenyatta na kumfilisi pesa zote katika akaunti yake. Tiger Power anadai maradhi haya ambayo hayajui yamekatiza ghafla masomo yake ambayo yamekuwa kiendeleza katika chuo kikuu cha Kenyatta na kumfilisi pesa zote katika akaunti yake. Nothing more of appreciation. Either from the county government or from the mainstream government or from any government at all. No appreciation, even from their own local village. People just waste their lives, and you have seen the recent Mr. Onjuang and the recent many others. There are many others. I don't want to make, I just mentioned the one we saw recent. People have really even demolished. Kauli zake hizi zinaibua kumbukumbu za marehemu mzee Ojwang ambaye anadaiwa kukumbwa na ufukara licha ya sifa ya miaka mingi kote nchini, dhana ambayo Tiger Power anairejelea pakubwa. The issue was that he came in with difficulty in breathing and swelling of his lower limbs and gross abdominal swelling as well. So we managed to do a few tests like an echocardiogram which showed that he has some sort of a heart failure called cor pulmonale. As many talent institutions as possible in the country, if possible one in each county, and then to multiply within the county. And that way was, I want to know all the rudiments, what goes in the kindergarten and in that level of education. Tiger Power sasa inailaumu serikali pamoja na wadahusika katika wizara ya michezo kwa kumpuuza na kutotenga fedha makususi ya kuwapa motisha wazalendo na wanasarakasi. But there's nothing more of appreciation, either from the county government or from the mainstream government or from any government at all. No appreciation, even from their own local village. People just waste their lives, and you have seen the recent Mr. Onjuang and the recent many others. Conrad Edward Njeru Karu Kenya au kipenda Tiger Power amepata kuwatumbuiza Kenya zaidi ya miaka 50. Licha ya kudhoofika afya, ana matumaini makubwa kuwa kitoka hospitalini ataweza kukamilisha masomo yake na kuwafaidi vijana. Elvis Kosgei, KTN News, katika hospitali ya Kenyatta jijini Nairobi. Naam, tunamwombea Tiger Power aweze kuugua
pole. Bila shaka kuna mengi zaidi tuliyokuandalia. Awali nilikuwa nimekuahidi kuwa tuko naye kamanda wa trafiki Edward Mwamburi, wakili George Kithi, na katika studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi tuko na dereva wa magari ya Embasava William Indusa, ambaye sote tutakuwa tunajadili swala la sheria za trafiki humu nchini. Endelea kutuma maswali yako. Kauli yako ilikuwa ni je, ushawahi kuhisi kuonewa na afisa wa trafiki? Endelea kutuma ujumbe kupitia nambari 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN Leo, @KTN News, ama unaweza kuwasiliana nami @mkapombe. Karibu katika safu ya KTN Leo michezo. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini Gor Mahia imejongea kuhifadhi taji hilo baada ya ushindi wa mabao mawili kwa nunge. Mabao ya Gor Mahia yalipachikwa na Innocent Wafula na Enoch Agwanda. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu na mazungumzo yetu kwenye KTN News katika muda usiokuwa mrefu.